Karibu ndugu watazamaji wa Zgamba Online TV popote pale mlipo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mchongo ni kusubscribe YouTube channel yetu ya Zgamba Online TV, kushare na kukomenti. Mimi ni Aziali Omari, utakuwa na mimi mwanzo wa kipindi mpaka nitakaposema bye bye. Leo nipo na mgeni ambaye ni msanii mkubwa hapa wilayani Karagwe na mkoa wa Kagera kwa ujumla, ambaye atajitambulisha majina yake na tutaweza kupiga naye story za hapa na pale. Kwanza kabisa, kwa niaba ya mtazamaji wa Zgamba Online TV na kipindi chetu cha story za kiharakati, King Tega ni nani, majina yake kamili? Mimi naweza nikasema King Tega hajatofautiana sana na Mailili na mimi. Jina langu naitwa Mzaula Edward Tegamaisho. Ukiangalia Mzaula Edward Tegamaisho, hiyo Tega ni special for my grandfather. Kwa kwamba King Tega sio kwamba tu nimebumba nimeita, Tega ni special kwa my grandfather. Hiyo King nimepewa kwa sababu ya harakati zangu za wanamuziki. Nikapewa wana wakanivisha kwamba you must be a king. Kwa hiyo King Tega na maana kwamba ni mfalme Tegamaisho. It's me. Kama ilini can say that. Naitwa Mzaula Edward Tegamaisho. Na unafanya mziki ndio, lakini hatujajua kama unafanya bongo flava, singeli au hata hip hop. Mimi kabisa mziki na ufanya. Kwanza napenda mziki yote, lakini mimi nimebobea kwenye hip hop. Ila katika mziki wote ambao ukinitia mimi tufanye collab, I can do. Na mwanzo wa mziki ulikuwaje? Unaweza kutuelezea kwa ufupi labda? Mwanzo wa mziki, mimi tangu nimeanza mziki nimeendelea tu kupambana. Katika mwanzo wa mziki naweza kusema kwamba mimi nimeanza kufanya mziki nikiwa primary. Kipaji kilionekana mimi nikiwa primary. Nilikuwa ni mtu tu kama mchekeshaji, yani nilikuwa so funny. Kwa hiyo kipaji mimi kilionekana tangu nikiwa primary. Tunaimba kwenye matamasha, dada zetu wanamaliza la 7 zile issue nini, tunaimba hivi na hivi kama utani tu hivyo. Mwisho siku nikaamua niwe serious kwenye mziki, mpaka leo hii napambana kwenye mziki. Na katika safari yako ya mziki, kuna labda uliwahi kukutana na changamoto kubwa ambayo ilikukatisha tamaa? Changamoto, nimeshakutana na changamoto nyingi ambazo changamoto ya kwanza ambayo nimekutana nayo katika kunikatisha tamaa, mamangu hatawahi kunisupport kwenye huu muziki ambao unaufanya. Yeye anahisi labda ni uhuni. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza kuona mzazi wako hakusupport, yani inakutaka kukatisha moyo. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi nimekuja kujijua kwamba mimi na kipaji. Sijai kukata tamaa, lakini mamangu hatawahi kunisupport. Anahisi muziki ni uhuni, maskini Mungu umesio uhuni. Babangu ana support, mama support, lakini changamoto kubwa ipo kwa mamangu. Hapendi muziki ambao unaufanya. Hatawahi kunisupport kwamba umefanya vizuri, video iko vizuri, audio iko vizuri, umeimba vizuri, hajawahi. Yeye anahisi muziki ni uhuni moja kwa moja. Na ni mafanikio gani umeyapata kupitia muziki mpaka sasa? Mafanikio ambayo nimeyapata, naweza nikasema mafanikio ambayo nimeyapata, nimekuwa na mashabiki. Siwezi kutanguliza kwamba nimekuwa na mafanikio kwamba nimepata hela kupitia muziki, hela nyingi, hapana. Kwa sababu sisi show, kama unavyojua, wasanii wote wa Kagera na Karagwe tunahesabika wasanii wenye management. Wasanii walio wengi kutoka kwenye huu mkoa wa Kagera wanajimanage, yani hawana management, ni wao tu wenyewe. Sababu unapenda muziki, utatafuta hela, twende studio rekodi, ufanye video, muandae show na wenzako, mfanye show, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi kitu ambacho ninafaidi kwenye muziki, cha kwanza ni kuwa na mafans, kujulikana. Mimi na mashabiki wengi, watu wanakuwa wananifahamu, mimi siwafahamu. Cha pili, faida ambayo mimi nimeipata, nimejifunza kupitia huo muziki. Muziki sio uhuni. Muziki ni kazi kama kazi nyingine. Tumeona wenzetu ambao wamefanikiwa katika muziki, wapo wengi hata nisipowataja, lakini wanajua kwamba wamefanya muziki, wamefanikiwa. Kwa hiyo hata kama sijapata faida ya huo muziki, lakini nategemea nitakuja kupata faida ya huo muziki. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba sijapata faida ninayo kwenye muziki. Na ni nani ambaye alikuinspire mpaka ukaamua uingie kwenye tasnia ya muziki? Before mimi nilikuwa ni shabiki wa Chidi Benz. Ndio amenifanya kabisa nimekuja kumjua naimba nachana, lakini hivyo kuja kumfuatilia vizuri ukakuta huyu mwana anafanya poa, nikaanza kubezi. Lakini wapo wasanii wengi ambao mimi kama DK Nobu nimemfuatilia sana, Chidi Benz nimemfuatilia sana, Nick Mbishi nimemfuatilia sana, lakini mtu sana ambaye amenifanya niwe hivi ni Chidi Benz anasema. Na unauonaje sasa muziki wa mkoa wa Kagera kwa ujumla? Muziki wa Kagera kikweli supporta sawa ni ndogo, lakini kila kukicha mabadiliko yanakuwepo. Wasanii wanakuja, wako wengi wanaofanya muziki.
Kwa hiyo mimi nawaambia tu wasikate tamaa, kama ipo, muziki ni kama biashara nyingine, muziki ni nyota. Mungu akubless, wewe toka. Basi lakini mimi nafurahi kila siku kuona wasanii wa kila aina wanaongezeka, huyu. Kila mtu ana riziki yake. Na unahisi ni nini kinahitajika ili wasanii wa mkoa wa Kagera waweze kufika mbali? Kikubwa kinachohitajika kwenye musician yetu ni uwekezaji tu. Watu hawajajua nini ya kuwekeza kwenye muziki wetu. Kwa hiyo siku ikijulikana kwamba Kagera kumbe kuna watu wanaweza wakafanya uwekezaji kwenye muziki wetu, tunaweza tukawa hata zaidi ya hapa ambapo tuko. Kitu ambacho kinatukosti ni uwekezaji. Watu waamini muziki ambao tunaufanya kutokea kwenye mkoa wa Kagera na Karagwe kiujumla. Ndio maana tunapambana tu kupitia uwezo wetu. Kila kitu ni sisi tunapambana. Kwa hiyo tukiweza kupata uwekezaji, watu wakawekeza kwenye muziki, matamasha nini, muziki unaweza kuwa tuko vizuri. Na hapo miaka kadhaa iliyopita nyuma ulikuwa kwenye moja ya kati ya wasanii waliokuwa wanaunda kikundi cha Karagwe All Stars kama nakumbuka vizuri. Hicho kikundi mpaka sasa kilishia wapi? Ule mfumo kwanza, ukisema Karagwe All Stars na maana ni wasanii wote wa Kagera, wa Karagwe, sio Kagera. Wasanii wote wa Karagwe. Kwa maana wa Rwabere watakuja, wa Bushangaro, yaani Karagwe ni kubwa. Karagwe si wilaya. Kwa hiyo tulikusanya wasanii kila aina kwa kutokea kila nyanda za Karagwe. Tukafanya Karagwe All Stars. Lakini lile alikuwa kwamba ni kundi la moja kwa moja, kwamba tumeunda kundi. Okay. Kila yani tutakapoenda atakuwa, maana ilikuwa ni ngumu, huyu yuko huku, huyu yuko huku, huyu yuko huku. Wengi ambao tulibaki tulikuwa na watoto wa mjini kama Wakayanga na Mrushaka kidogo, ndio tulibaki na Tino Kidazi, mimi kidogo tu ambao tulibaki. Kwa hiyo ile sio sema kwamba ilikuwa ni kundi moja kwa moja, hapana, ni mtu tu alitukusanya producer, tukatafuta vipaji vya Karagwe, tukatengeneza urembo wa Karagwe. Nafikiri ulienda sana mpaka leo upo, yes, unatamba tu video unapigwa nini. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuunda kundi kwamba tuandae show, tuende hivi. Ilikuwa ni yani ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tutengeneza tu Karagwe sasa tu, watu wajue tu, yani maana yetu ilikuwa ni kwamba watu wajue kwamba Karagwe kuna vipaji. Ndio maana tulifanya Karagwe All Stars, lakini haikuwa kwamba ni moja kwa moja kwamba ni kundi la Karagwe All Stars. Na mashabiki wako sasa wa King Tega watarajie nini kutoka kwako? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, kila kukicha mabadiliko yanakuwepo. Juzi nikuwepo studio na tengeneza wimbo na Bea, nimetengeneza wimbo, nipo mimi, nipo Tino Kidazi. Tumefanya collab karibia watu kama 5. Nafikiri hiyo itakuwa ni wimbo ambao utaenda sana. Maana tumefanya nyimbo na producer mkubwa. Ndio tutaenda Bukoba kushuti. Kwa nafikiri watarajie kitu kizuri. Kisha kuwa tayari tutapia tu kwenye mtandao, watu wataangalia, wategemea vitu vizuri tu. Nje ya muziki King Tega anajishughulisha na nini? Mimi nje ya muziki ni mfanya biashara, of course. I have a shop in the street. Sometimes I can drive a car. Kama unavyoona tunajiongeza tu. Nishakwambia muziki wa Karagwe na Kagera hauna management. Kwa hiyo ukikaa tu kwamba utegemee muziki, ndugu yangu itakula kwako. Na tunapambana. Kiwezi umeniita hapo, umeona nimekuja na usafiri wangu. Ndio. Nimejenga nina kwangu na familia vile vile, sio kwamba muziki ni uni. Muziki sio uni. Mimi na familia na biashara yangu nimejenga, nipo kwangu. Ukitaka hata kunifanyia interview naweza nikaukaribisha kwangu, kunifanyia interview nikiwa kwangu. Vitu kama kwa nje ya muziki, mimi ni mfanya biashara. Yes. Na ushauri wako labda kwa vijana ambao wanatarajia kuingia kwenye muziki? Ushauri wangu mimi kila siku nawapaga. Ushauri wangu ambao wanapenda muziki, wanataka waingie kwenye muziki, cha kwanza wajipange, wawe na kipaji cha kwanza. Cha pili, kama bado unasoma shule, jitahidi usome sana shule. Usiwahi kuingilia muziki ukaacha shule, hapana. Kama unasoma, soma, elimu yako unaweza ukaiunganisha na muziki wako ukafanyaje? Ukakusaidia. Kwa hiyo usiende tu King Tega bwana, yeye ni mwanamuziki hivyo tunaona video zake, show nini. Muziki una kazi. Wewe jipange tu, sikurupuke. Kama ni kusoma, soma sana. Kama unawekeza kwenye muziki, usitegemee kuwekeza muziki tu, fanya biashara nyingine na muziki. Ndio kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Sio kwamba direct tu ndio muziki uingie kwenye muziki tu wa Karagwe, hapana. Maisha yako binafsi yamebadilikaje tangu uanze safari yako ya muziki? I'm changed a lot because muziki umenifanya, baada ya kujua muziki sio uni, nimeingia kwenye muziki sina familia. Sasa hivi na familia. Nimeingia kwenye muziki nilikuwa sina audio wala video, sasa hivi na video, sasa hivi na audio. Mungu amenijali, naweza nikaandaa tamasha langu, nika event watu wa mbalimbali. Hivyo tu ndio vitu ambavyo mimi naona vimebadilika kwenye muziki wangu. Naweza nikaandaa show, naweza nikatafuta msanii yote nikamshirikisha wa nyumbani na nje ya nyumbani. Naweza nikasema leo naenda kufanya video yangu Mwanza. Naweza nikasema naenda kufanya video yangu popote ninapopataka. Ndio vitu ambavyo vimebadilika tofauti na kabla, yani sasa hivi ndio tofauti ambao naona. Wimbo wako unaopenda zaidi uliwahi kufanya ni upi? Wimbo wangu mmoja unaitwa Attention, nimefanya na mwanamdada fulani anaitwa Nice.
kama unaweza kusikia, nafikiri sometime mala huku, sometime mala hapa, sometime mala kule. Alimba mwanadada, wimbo unaitwa Attention. Na maana wimbo naupenda sana, unakubalika. Kule Bukoba wanasemaga ule wimbo ni wa mkoa. Sababu inasemekana kwamba katika mkoa wa Kagera hakuna mwana hip hop ambaye amewahi kupiga wimbo kama ule wa Attention. Mimi na nyimbo nyingi unajua. Hata nikifanya kwamba nitengeneza album na uwezo, ila bado naangalia nyimbo tofauti tofauti nzuri nipangilie album. Lakini ule wimbo hata kwenye radio wanasemaga ule wimbo ni wa mkoa, kwa sababu hakuna mwana hip hop aliweza kufanya wimbo kule. Na maana hata tukienda kwenye show utaimba nyimbo zako zote we, mimi nikiingia nikapiga Attention, watu wote wataamka. Kwa hiyo wimbo wangu wa Attention naupenda sana. Hata nikienda kwenye show naweza nikaimba nyimbo zote, nikipiga Attention ujue nimemaliza show. Yaani ukiona ule wimbo umepigwa ujue nimemaliza show. Ndio wimbo naupenda Attention. Yes, kwa kumalizia, labda msanii gani ambaye unatamani kufanya naye kazi ambao tayari washatoka? Kwa sasa hivi mimi ndoto zangu ni zile. Nimekwambia mtu ambaye ameni-expire kwenye game ni Chidi Benz. Sasa hivi nipo kwenye harakati za kufanya wimbo na Chidi Benz. Nimeshaunganisha mipango yangu na Bea. Bea Batizuri ipo da na ndo ametengenezea hii kazi. Kwa hiyo tayari alikuwa anaongea na Mshua hapo kati, alikuwa amepata changamoto, amefiwa na mama yake Chidi Benz. Tuliongea akasema kwanza hivi nahitaji muda wa kutulia. Kwa muda wote msanii ambaye naenda kufanya naye kazi anaitwa Chidi Benz, mtoto wa Ilala. Neno moja kwa mashabiki wa King Tega. Mashabiki wangu mimi nilikuwa naomba waende kufuatilia channel yetu ya Zigamba. Cha kwanza wafuatilie, hao ni vijana wanapambana, wanatafuta maisha. Subscribe nini, umuunge mkono na yeye kijana anatafuta, uwezi kujua kesho inakuaje, na anatanuka naenda mkoa mpaka kitaifa. Kwa fuatilie channel ya Mshikaji, wa subscribe nini. Mshikaji ana vitu vingi, anajiongeza. Tunapenda watu kama hawa wawepo, walete burudani, wachangamshe nini vitu kama hivyo. Kwa mashabiki watuunge mkono sisi wasanii na hao hapa ambao wanatufanyia vitu kama hivi, interview nini, ionekane kama na sisi muziki wetu umekuwa. Na kwa wale ambao watahitaji sasa kumtafuta King Tega kwenye social media, watamtafuta kwa jina gani? Mimi ukienda YouTube na channel yangu naandika King Tega, utapata nyimbo zangu zote pale. Ukienda FB andika hiyo King Tega, ukienda Instagram andika hiyo King Tega, basi utanipata tu fresh. Asante sana King Tega kwa kukubali kuja kwenye kipindi chetu cha Stories za Kiharakati ndani ya Zigamba Online TV. Asante sana ndugu zangu. Naam, bwana, kama uja subscribe Zigamba Online TV, fanya hivyo kwa kusubscribe, usisahau kushare, kulike na kucomment. Bye bye hadi wakati mwingine.